Wimbi la vurugu limekumba shule kadhaa nchini na kuacha nyuma uharibifu wa mali, kufungwa kwa baadhi ya taasisi, majeruhi wa vifo katika mikasa ya kusikitisha vinavyozidi kuzua hofu miongoni mwa wazazi na wadau na walimu. Matukio haya sasa yameibua mjadala kuhusu usalama wa wanafunzi, nidhamu shuleni na ufanisi wa mifumo ya usimamizi wa shuleni, huku shule kadhaa zikilazimika kufungwa kwa muda au kwa muda usiojulikana. Hali hiyo inayojiri baada ya tukio la kutisha la Machi 28 mwaka wa 2026 katika shule ya upili ya wasichana ya Utumishi, Gilgil, kaunti ya Nakuru, ambapo moto ulioteketeza bweni uliua wanafunzi 16 na kujeruhi wengine 79. Mkasa huo umewacha biwi la simanzi la kitaifa na kuchochea wito wa kuimarishwa kwa viwango vya usalama shuleni, hususan mifumo ya kuzuia na kuzima moto. Wizara ya Elimu imesema ongezeko la matukio ya vurugu linachangiwa na mchanganyiko wa hofu ya mitihani, msongo wa mawazo kwa wanafunzi, malalamishi kuhusu huduma shuleni kama chakula na maji, pamoja na mawasiliano duni katika uongozi wa shule na wanafunzi. Katibu wa Elimu, Profesa Julius Bitok, amesema serikali imechukua hatua za haraka kudhibiti hali hiyo, kuagiza ukaguzi wa kitaifa katika shule zote ndani ya wiki 2 ili kubaini chanzo cha matatizo hayo kutatua kabla hayajazidi. Aidha, alisema idadi ya maafisa wa ubora wa elimu imeongezwa kutoka 600 hadi 1000 ili kuimarisha ufuatiliaji wa shule na kusaidia katika kutatua migogoro mapema. Hata hivyo, serikali imeonya pia kuhusu uwezekano wa matukio haya kuchochewa na kile kinachoita tabia ya kuiga kutokana na taarifa nyingi za vyombo vya habari, hali inayoweza kuwafanya wengine kuita matukio ya vurugu au uchomaji wa mali. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama cha wazazi Silas Obuhatsa amepinga kauli za serikali kwamba matukio haya ni ya kawaida au ya pekee, akisema hali ilivyo ni ya dharura ya kitaifa inayohitaji hatua za haraka. Bwana Obuhatsa ameitaka Wizara ya Elimu kuhakikisha sera za usalama shuleni zinatekelezwa kikamilifu, akibainisha kuwa sehemu kubwa ya miongozo ya usalama ipo kwenye karatasi lakini haijatekelezwa kwa vitendo. Zaidi ya shule 18 za bweni zimeathiriwa na vurugu au matukio ya moto tangu Aprili, hasa katika Nakuru, Murang'a, Embu, Kisii, Siaya, Makueni na maeneo ya Pwani. Baadhi ya shule zilizofungwa ni pamoja na St. Joseph Seminary Molo, Naivasha Girls, Moi Forces Academy, Saseta Girls Bomet. Katika baadhi ya matukio, wanafunzi walirudishwa nyumbani kwa muda usiojulikana ili kuruhusu uchunguzi na tathmini za usalama. Kaunti ya Nakuru imeathirika pakubwa. Shule zilizofungwa na kuathirika ni pamoja na St. Joseph Seminary Molo, Naivasha Girls, Moi Forces Academy, Utumishi Girls Academy Gilgil, pamoja na Kabarak na shule ya wavulana ya Subukia. Katika Murang'a, shule kadhaa zimekumbwa na moto na vurugu, zikiwemo za sekondari za Waithaga, ya wavulana ya Kiagutu, ya wavulana ya Kirogo, ya wasichana ya Kahuhia, ya wasichana ya Nginda, pamoja na wavulana ya Kiriaini. Kaunti ya Embu ni moja ya kaunti zilizoathirika zaidi, ambapo zaidi ya shule 15 zimekumbwa na migogoro. Miongoni mwao ni za wavulana na wavulana za Kangaru, ya wasichana ya Sacred Heart Kieni, ya wavulana ya Kianjakoma na ya wasichana ya Githimu na ya Mseto ya Kimangaru. Katika Kisii, visa vya moto na vurugu vimeripotiwa katika shule za wavulana ya Sameta, Nyakieri, Magena, St. John's Nyamangwa, pamoja na shule ya msingi ya St. Mary's Nyamagwa, ambapo uharibifu wa mali ulitokea. Katika Siaya, shule ya bweni ya wavulana ya Bardin ilifungwa baada ya kugunduliwa mpango wa mgomo. Pia za wavulana za Sirembe na Sawagongo ziliripotiwa kuwa katika hali tete. Makueni pia imeathirika, ambapo shule zilizofungwa ni pamoja na ya wavulana ya Kaumoni, Kalama, Kavutu na Nguumo, zote zikihusishwa na vurugu au uchomaji wa mabweni. Wataalamu wa elimu wanasema mchanganyiko wa msongo wa mtihani, mawasiliano duni na ukosefu wa huduma bora za kimsingi umechangia kwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa vurugu hizo. Wito sasa umetolewa wa kuimarisha ushauri nasaha mashuleni, kuboresha mawasiliano kati ya walimu, wazazi na wanafunzi, na kuongeza uwekezaji katika miundombinu ya usalama.
Wadau wanasema bila hatua za haraka, wimbi hili linaweza kuendelea kuathiri mfumo wa elimu na kuleta athari za muda mrefu kwa ustawi wa wanafunzi na maendeleo ya taifa kwa ujumla.